Sasa nini kifanyike ili kuzuia kuingia katika hali hiyo ya madeni, Janet? Jambo la kwanza kabisa ili uweze kutoka kwenye madeni, uwe na budget na uishi ndani ya budget yako. Watu wengi tukizungumzia hapa budget, kuna mtu ashakuniambia mambo ya budget unabidi uwe na hela nyingi. Lakini kimtazamo hivi, kati ya mtu mwenye hela chache na hela nyingi, nani anapaswa kuwa na management? Yaani nani anatakiwa azitumie kwa umakini? Kama ziko chache ndio inabidi uzimanage, imetoka wapi imetoka wapi. Kwa hiyo jambo la budget sio la watu wenye fedha. Budget ni ajabu wanao manage ni wale wenye nyingi. Sio wenye kidogo sasa. Umeona sasa changamoto inapozidi kwa changamoto ambao inawahusu hawajihusishi, ambao hawajihusishi sana ndo wanajihusisha. Kwa hiyo jitahidi kumanage fedha zako. Jambo la pili, kataa matumizi yasiyo ya lazima. Tunasema wants. Kwa kwenye maisha kuna needs ambazo ni vile vitu ambavyo bila hivyo maisha hawezi kwenda, kama chakula, mavazi na kadhalika. Lakini wants ni vile vitu vya ziada. Kwa watu wengi wanatumia fedha nyingi kwenye vitu ambavyo hata visipokuwepo maisha yao yanaweza yakaendelea. Kwa hiyo tujifunze kuwa na kiasi. Jambo la tatu ni jifunze na uanze kuweka akiba kidogo kidogo. Yaani watu wengi hawana akiba. Na hapo ndo changamoto ya kukimbilia kwenye mikopo yenye riba kubwa. Au mtu kwa sababu tu ana changamoto, nipe tu hivyo hivyo, baadaye ndo anakuja kuambiwa bwana, hii fedha usiporudisha tunauza gari. Lakini kwa wakati ule alikuwa na changamoto kweli. Kwa hiyo jifunze kuweka akiba kwa fedha yako. Fedha yako mwenyewe inaweza kukusaidia zaidi. Jambo lingine ni fikiria na uanzishe chanzo kingine cha mapato. Hili ni jambo ambalo watu wengi wanalizungumza sana. Mtu ukimwambia chanzo kingine cha mapato anawaza vitu makubwa. Angalia tu kwenye mazingira yako yanayokuzunguka. Nini ambacho unaweza kukiongeza au kukifanya kikawa chanzo cha mapato? Ujuzi uliokuwa nao, fursa ulizokuwa nazo, rasilimali, changamoto zilizokuwepo, nini unaweza kutatua au kikusaidie kuingiza fedha ya ziada. Na mwisho kabisa, jenga nidhamu ya fedha na mikopo. Kabla hujachukua fedha yoyote, ni vizuri tu ukajiuliza, nina uhitaji sana wa hii fedha kwa sasa? Nikiipata hii fedha nitaitumia kama ilivyokusudiwa? Lakini mwisho kabisa, riba yake ninaweza kuirudisha? Kwa sababu kuna mtu anachukua fedha, akiwa anachukua anajua kabisa hii fedha namna ya kurudisha, yani 100,000 kila wiki sina, lakini bado anaendelea kuichukua na inampelekea kwenye matatizo. Kwa hiyo jenga nidhamu ya fedha, lakini pia heshimu mikopo. Mikopo ni mizuri, lakini ikitumiwa vibaya inaleta matatizo. Na Waswahili wanasema deni ni mkopo uliokosewa adabu. Kwa hiyo uwe na adabu kwenye fedha. Usikosea adabu mkopo.